Tunatupwa mjini chuo, kila mtu na mishe zake, si unajua tena maisha ya chuo. Kwa mbali tunamuona dada mmoja anatembea kama yeye ndo mtu wa kwanza kuwa nayo. Jina lake anaitwa Bella. Akafika akagonga kioo cha renji fulani iliyokuwa imepaki. Kioo kikashushwa. Hey Kanye, naweza kuongea na wewe kidogo? Maana Madam Sia bado hajafika, hivyo kipindi hakijaanza. Hilo unajua. Basi naomba tuongee. Mchizi akatoka kwenye gari. Bella akamtandika busu zito. Mchizi akamsukuma. Ina maana gani hiyo? Kanye nakupenda na unajua unafanya tu mambo yanakuwa magumu. Sasa hicho sio kigezo cha wewe kupiga mabusu watu. Omba ruhusa kwanza, usije kujaribu tena hii michezo, sawa? Ile kutupa macho upande wa pili akamuona Madam Sia. Mdada mzuri sana, kaenda hewani, rangi fulani ya uzungu mwingi, kikalio fulani cha bei ya jioni cha Uturuki. Kanye akachukua begi lake. Kwa bahati mbaya akaangusha simu. Akafunga mlango wa gari akanyooka darasani. Sasa kwenye kipindi Madam Sia yuko busy anafundisha, Kanye naye yuko busy anaandika jina lake kwenye daftari. Anampenda sana Madam Sia. Basi mida usiku mwingi Sia anajaribu kumpigia mpenzi wake ambaye anaishi nchi za nje lakini hampati. Shoga yake anaitwa Muna akawa anamwambia atulie tu, huenda yuko busy, akitulia atampigia. Hii sio kawaida, anahisi kuna tatizo. Tatizo ni wewe hapo jinsi unavyompenda. Basi Sia akakomaa kupiga simu, mwisho akapitiwa usingizi. Katika harakati za kujigeuza mara simu ikaita. Akairukia chapu kupokea. Hey, kuna shida gani? Nimekupigia mno sikupati. Ndo tunaoneshwa sasa huyo mpenzi wake wa nchi za nje. Kumbe ni Kanye bana, mwanafunzi wake. Nilipoteza simu yangu leo asubuhi, kwa hiyo kanibidi ninunue mpya. Sasa hawa wawili wako kwenye penzi zito mno, na Sia hajawahi kabisa kukutana na mchizi. Anaonaga tu picha zake, maana walikutana kwenye zile app za kutafuta wachumba. Kanye huwa anamtumia Sia picha ambazo sio za kwake. Kuna mwamba mmoja huwa anatumia picha zake, na hata Sia akitaka kupiga video call, basi yule mwamba ndo anahusika. Kwa hiyo Sia anajua ana date na mtu anaitwa Kennedy na sio Kanye mwanafunzi wake. Sia akawa anamwambia shoga yake kwamba kuna kitu hakiko sawa kuhusu video calls zinazoongeaga na Kennedy. Ziko tofauti sana na audio calls. Labda ana aibu, watu wengine wakogo hivyo. Aibu? Ndiyo. Sidhani. Ila ni vile tu kwamba video call mara zote mimi ndo naongea. Yeye kanyamaza tu. Muna anamwambia inaweza kutokea sababu nyie hamjawahi hata kukutana. Lazima kuna namna mchizi anaweza akawa anajihisi aibu. Sia akamuelewa shoga yake. Huku mjini chuo, Madam Sia akabeba matokeo ya mtihani wa somo lake. Na mnakumbuka niliwaambia yoyote atakayepata alama za juu ataenda kula lunch na mimi? Ndio. Na nimeona mmejaribu, lakini kuna huyu mmoja amefanya vizuri zaidi. Kwa hiyo mtu mwenye alama za juu zaidi ni Kanye. Mpigeni makofi tafadhali. Watu makofi tu. Hongera sana Kanye. Sawa mabibi na mabwana, yalikuwa hayo tu kwa leo. Tukutane kipindi kijacho. Kanye, utanifuata ofisini kwa ajili ya zawadi yako, sawa? Kweli mzee. Baadaye mchizi akatimba ofisini kwa madam. Hongera sana Kanye. Haya, hii hapa zawadi yako. Nilidhani ni lunch date.